Moja kati ya tamaduni ambazo zinashangaza sana dunia ni tamaduni hii inayofahamika kwa jina la lip plate ama sahani za midomo, ambapo watu wa huko nchini Ethiopia wanapendelea kuita kama urembo wa kipekee. Hii ipo katika maeneo ya mbali huko bonde la Omo kusini mwa Ethiopia, ambapo kuna jamii inayojulikana kwa mila yake ya kipekee ya urembo, yani sahani za midomo. Wanawake wa jamii ya Wamusi na Wasulmi huanza taratibu hii wakiwa vijana mara tu wanapokaribia utu uzima, ambapo sehemu ya midomo ya chini hukatwa kwa umakini sana na kuwekwa sahani ndogo ndogo ya udongo au ya mbao. Alafu muda unavyosonga, sahani hubadilishwa na kuwekwa kubwa zaidi, ikiufanya mdomo kunyooshwa kwa namna ya kipekee sana. Kwa macho ya watu wa nje, hii inaonekana kama mateso au udhalilishaji, lakini kwao ni alama ya uzuri, utu na hadhi ya kifamilia. Wengine hata huamini kuwa ukubwa wa sahani hii ndio huweza kuamua dau la ndoa, yani mahali kwa binti. Sasa hii ni tamaduni ya ajabu, ya kale na yenye utata mwingi sana, lakini pia inaonyesha namna tofauti jamii inavyotafsiri uzuri. Ukiachana na hiyo, kuna tamaduni inayofahamika kwa jina la sati, yani mke kujitoa muhanga kwa ajili ya mume wake aliyefariki. Hii inapatikana huko nchini India. Hii ndio ilikuwa mila ya ajabu na yenye maumivu makali sana kuweza kutokea. Inafahamika kwa jina la sati na ilielezwa katika baadhi ya jamii kihistoria nchini India. Karne nyingi wanawake wa marehemu walilazimishwa au walilazimika kuweza kujiua au kuchoma moto pamoja na miili ya waume zao baada ya kufa. Hii ilikuwa ni ishara ya kuonyesha uaminifu wa milele na upendo kwa waume zao ambao wamefariki. Ingawa tamaduni hii sasa imepigwa marufuku rasmi, lakini kumbukumbu zake bado zinaishi katika maandiko ya kihistoria na simulizi za familia. Ni moja kati ya mifano na namna mila inavyoweza kuwa yenye nguvu na ushawishi hadi kuvunja mipaka ya maisha na kifo. Ukiachana na hiyo, kuna tamaduni nyingine inayofanywa na kabila la watu wa Dani huko nchini Indonesia. Unaambiwa katika milima ya Papua Indonesia kuna kabila linalojulikana kama Dani. Kwao huzuni haionyeshwi kwa machozi tu, bali kwa kukata vidole vya mikono yao. Unaambiwa wanawake wa jamii hii walilazimika kila walipopoteza mpendo wao kukata sehemu za vidole vyao kama alama ya huzuni wa ndani, ambapo kidole kilichokatwa ni sadaka ya kiroho, ambapo inaonyesha ishara kuwa uchungu wa moyo wao ni kweli na kwamba wameguswa moja kwa moja na kifo cha mpendo wao. Ingawa sasa mila hii imepigwa marufuku kisheria, wazee wa jamii hii bado hubeba alama za kale kwenye mikono yao, vidole visivyokamilika, lakini vikiwa historia nzito ya mapenzi na maumivu kwa wapendwa wao waliofariki. Tamaduni hizi zinaweza kuonekana za kushangaza sana, hata zenye ukatili, lakini zinatufundisha kwamba binadamu wote tuna njia zetu za kuelewa uzuri, huzuni, heshima na mapenzi, hata kwa namna ambazo hazifanani wala hazifai. Ulikuwa nami Japanson Jeyala, nikusii subscribe, like kisha comment, alafu unaweza kunifollow katika mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na Twitter, mpaka TikTok napatikana kwa jina hilo hilo Japanson Jeyala.